Jina naitwa Eric Munyanja. Mimi ni yule mtu ambaye ametembea kwa mtandao, ambaye nilitumiwa na nikapiwa na watu wa Arama. Wakati nilienda kuripoti OP ya kwanza, wao kuchukua watu yote wale maaskari ya Kaptumbo Police Station. Nikaenda tarehe moja na OP nyingine nikaripoti OP ya pili, ambaye niko na kila clip, niko na kila kitu yote. OCS akaniambia niende hospitali nitibiwe, nileta P3 watasika watu. Mimi nilifanya vile OCS aliniambia. Nikachukua nikaenda OC hapa medical. Nikatibiwa, nikachaza P3, nikarudisha. Wakasema tulete wasaidi. Wasaidi wakakuja, wakafukuswa. So mimi kitu nilikuwa naomba serikali nipate haki yangu. Leo tumeenda pale station, the same people ambaye walinipiga wamekuja mpaka station. Kulikuwa wanahabari hapo, wana media, kulikuwa na watu ambao wanafanya maandamano. Kwa nini mimi napigwa? Na kisa kubwa ambaye nafanya napigwa ni kwa sababu support Arama. Walinibebesa bana juu, wananiforce sema hakuna mwanaume yote amesaliwa anaweza toa Arama kwa kiti, mpaka yeye peke yake awache. Nataka kuuliza swali langu, tena before Arama kulikuwa na MP, na kuna watu wanaweza ongoza hata bila Arama. Haimaanishi ya kwamba nisiposupport Arama watu nipiwe. Niko na haki ya kusupport kile mtu ambaye mimi nataka. Leo tumefukuzwa na watu wako, na mimi maisha yangu iko hali hatarini kwa sababu wananitafuta watu. So naomba serikali mpate kunisaidia. Nimeumia mimi mwenyewe, sitafanya kazi tena sababu hiyo mguu waliumisa, walipiga chuma. Nimetibiwa, niko na kila kitu. Mimi nilikuwa nafikiria vile wamekuja watakuwa arrested, na nashangaa kuona maaskari ya posti wanawapea ulinzi. Wanawaambia toka. Hiyo ni serikali gani? Sababu kuna kilipu kingine Arama alisemanga wakati mwingine anataka kutafuta vijana 200. Aliongea mbele ya OCS hapo 140. Na hao vijana maguns wako hapo 140 na wanaishi hapo. Hakuna watu yoyote askari wamechukua. Si hata hatuwezi kuchukua sheria mikononi mwetu. Lakini tunafuata sheria. Tunafuata haki yangu kama mwananchi wa kawaida. So naomba serikali mkanisaidia, sababu wamenitishia maisha. Kwa hiyo mwenyewe amenipiga simu mara kwa mara bia yake. So naomba usaidizi. Naomba mnisaidie kabisa. La mwisho, Arama alisema amejenga station. Nataka kusa kama aliweka wale maaskari ni ndugu yake na madada zake wako hapo station. Kujenga station si ati hiyo sio nyumba ya Arama. Hiyo ni utumishi wowote. Niko na haki ya kuingia pale. Niko na haki ya kusaidiwa kama mwana Kenya. Niko na haki ya kusaidiwa. Nilienda CDF kuchukua barua ya chief. Nikapiwa ofisi ya Koech bia yake na piwa hapo ndani. Hiyo ni OP ya kwanza. Ya pili hawajachukua hatua. So naomba mnisaidie. Sasa naendelea serikali, marejeleo yangu mimi nisaidiwe. Kama mimi ni mnyonge ndio. Naomba tu ni usaidize tu. Hiyo makribu zangu zimetembea kila mahali. Wananipiga kama mtoto, wananiambia sema Arama. Rotich mwalimu. Mimi ni mkaaji wa Nakuru West. Mimi nafunza na nilimpata Eric tarehe moja kama saa 7 hivi, kama anatandikwa na vijana na anabebeshwa mabango ya Arama. Niliweza kuwapembeleza wamwachilia, na walimwachilia baadaye baada ya kumpiga madondi na kumnyanyasa kiasi. Also waliweza kumwachilia, na nilimpata nikampea lift, nikampeleka akiwa police post. Hao vijana wakaona mimi ndio witness, wakakuja jana saa 3 usiku wakafamia mimi kwa biashara, niko na posho bill, na nikashangaa sana vile waliniambia mimi ni mshahidi
na hawatanipea amani as long as mimi niko na Eric. Mimi simjui Eric, yeye sio rafiki yangu, yeye sio ndugu yangu, yeye ni Mkisii na mimi ni Mkale. Niliona tu ya kwamba mimi kama mwalimu singeona sheria, we are living under the rule of law, na mimi najua ya kwamba kila mmoja wetu anasimamiwa na the same rule of law, na mtu mmoja ama mwingine asinyanyaswe. So imebidi pia nichukue OB kwa sababu niliona maisha yangu iko a threat. Although sikuhusika, kazi yangu tu ilikuwa nimwambie hawa vijana waachane na vita na wa treat kila mtu kama mkaaji wa Nakuru West na kama mwananchi wa kawaida. So niko na OP, imebidi nichukue OP kwa sababu pia mimi naona nimehusishwa katika hii kesi ya Evans. Ijapokuwa mimi ni mwalimu, mimi nahakikisha ya kwamba wanafunzi wanafunzwa vizuri, sheria imefuatwa, na pia mimi ni elder wa kanisa, na mimi najua ya kwamba isipokuwa kama hatuko kwa inji, pia kanisa inatuambia ya kwamba lazima tuheshimu haki ya kila mwananchi. Asanteni.